Kabla hatujaanza, kama unapenda simulizi za kina za Biblia zenye ufunuo, unabii na mafunzo ya maisha, hakikisha umesubscribe, umelike na usiache kushare ili ujumbe huu uwafikie wengi zaidi. Kwa sababu leo tunafungua siri nzito ya utawala wa dunia. Kulikuwa na wakati ambapo dunia ilitetemeka chini ya utawala wa falme kubwa, falme zenye nguvu, zenye jeshi lisiloshindika, zenye wafalme waliodhani wao ni miungu. Lakini nyuma ya pazia la nguvu hizo kulikuwa na siri. Na siri hiyo ilifichwa ndani ya ndoto. Katika nchi ya Babeli, mfalme aliyeitwa Nebukadneza aliamka usiku mmoja akiwa na hofu. Aliota ndoto iliyomnyima usingizi, ndoto iliyomfanya atetemeke. Lakini kulikuwa na tatizo. Hakukumbuka ndoto hiyo. Aliwaita wachawi, wanajimu na wenye hekima wote wa Babeli. Akawaambia, nielezeni ndoto yangu na tafsiri yake. Wakajibu kwa hofu, mfalme, utuambie ndoto kwanza. Lakini mfalme akatoa amri ya kifo. Je, ni nani angeweza kujua ndoto ambayo haijasimuliwa? Ni nani angeweza kusoma mawazo ya mfalme? Hapo ndipo jina la kijana mmoja wa Kiebrania lilipotajwa, Danieli. Lakini Danieli hakukimbilia kwa mfalme. Hakutegemea elimu yake, hakutegemea akili yake. Alianguka magotini, akaomba. Na usiku huo siri ya falme zilifunuliwa. Mfalme alikuwa ameona sanamu kubwa sana. Kichwa chake kilikuwa cha dhahabu, kifua na mikono ya fedha, tumbo la shaba, miguu ya chuma na nyayo chuma kilichochanganywa na udongo. Falme zitafuatana, nguvu zitabadilika, utawala utapokezana. Lakini ghafla jiwe lilitokea. Si kwa mkono wa mwanadamu, halikutengenezwa na jeshi, halikuinuliwa na siasa. Likaja kwa kasi, likagonga miguu ya sanamu, na falme zote zikaanguka. Dhahabu ikaanguka, fedha ikaanguka, shaba ikaanguka, chuma kikaanguka, zikasagika kama mavumbi ya kiangazi. Lakini jiwe hilo likaendelea kukua, likawa mlima mkubwa, ukaijaza dunia yote. Danieli akasema kwa ujasiri mbele ya mfalme, wewe ndiwe kichwa cha dhahabu. Lakini baada yako ufalme mwingine utainuka, na mwingine baada yake, na mwingine tena. Lakini hakuna falme ya mwanadamu itakayodumu milele, mpaka ufalme mwingine utakapoinuka, ufalme usiotegemea jeshi, ufalme usiojengwa kwa chuma wala dhahabu, ufalme wa milele. Na jiwe lile ni Yesu Kristo. Alikuja mara ya kwanza kwa unyenyekevu, lakini atarudi tena kwa utukufu. Mara ya kwanza alidharauliwa, lakini mara ya pili atatawala. Falme za dunia zinaweza kuonekana imara leo, mifumo inaweza kuonekana haiwezi kuguswa, lakini kama Babeli, siku zake zimehesabiwa. Swali ni hili: jiwe likigonga mfumo wa dunia ya leo, wewe utasimama upande gani? Je, umejenga maisha yako juu ya sanamu inayosagika au juu ya jiwe lisilotikisika? Kwa sababu unabii wa Danieli haujaisha, unaendelea. Na kurudi kwa Kristo si hadithi, ni ahadi. Leo, kama hujamkabidhi Yesu maisha yako, hii ni wakati wa kusimama upande wa jiwe, si upande wa sanamu. Chagua ufalme wa milele, chagua kweli, chagua Kristo, kwa sababu wakati atakaporudi, hakutakuwa na falme mbili, kutakuwa na ufalme mmoja tu. Kama ujumbe huu umezungumza na moyo wako, like video hii, share kwa mtu mmoja anayemhitaji kuusikia, na subscribe ili usikose sehemu inayofuata, kwa sababu historia ya dunia bado haijaandika mstari wake wa mwisho, na jiwe liko karibu zaidi kuliko tunavyodhani.